Morogoro oye! Ndugu zangu, assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Awali ya yote, kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu. Nilipata mwaliko huu na leo ratiba zimeingiliana sana, lakini kwa umuhimu wa shughuli hii kwa wana Morogoro, sisi niliwapa ahadi waandazi wa shughuli hii kwamba nitajitahidi vyovyote itakavyokuwa, lakini nijitahidi nifike. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba nimeweza kufika katika jambo hili. Nimesikia maudhui yake, katibu mkuu wa bodi, na kushukuru, tumezungumza mambo mengi. Nimesikia ahadi zako kutoka serikalini. Namshukuru Amina, umesoma risala yako, nimeisikia. Lakini nitakuwa mtovu wa fadhila nisipomshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ni kama mlezi wa masuala yote ya sanaa na filamu na uigizaji katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi naomba niseme ya kwangu kuhusu swala la uigizaji na masuala ya filamu na kadhalika. Kwa wale wanaoijua historia au wale wenye umri tunaofanana kidogo watajua jambo moja. Tanzania kama taifa kwenye fani ya uigizaji tumechelewa, kwa sababu sisi production ya filamu na television na nini ni jambo ambalo limekuja kwenye miaka 90. Mimi nakumbuka kuna mwaka nilikuwa Uingereza mwaka 85, nikapendezewa na binti mmoja Mnigeria. 86 ilikuwa. Baba yake akasikia, ili kumwambia kwamba Watanzania ni watu wako nyuma, akamwambia huko Tanzania hata TV hawana. That is how late we were. Tulipokuwa tumechelewa. Lakini tulipoanza, nataka nikuambieni kwamba kwenye sanaa ya filamu na uigizaji, kuna mwaka mmoja niko Namibia, nadhani ilikuwa 2009 2010. Dereva wangu Mnamibia yule ananiambia, waziri, sisi huku Namibia preference ya sanaa tunayoangalia, kama ni maigizo au tamthilia au nini, tunaangalia tamthilia za Tanzania kwanza, alafu ndio tunaangalia za South Africa, hata kama Kiswahili hatukielewi sawa. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, viwango vyetu katika fani hii na tasnia hii ni kubwa sana 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 kwa sasa. Hawa tunaolingania, kusema kweli, hata watu wanaoangalia filamu na kadhalika, ukiangalia, and that's why DSTV wametupa channel zetu za Swahili sisi wenyewe. Sasa hata ukilingania na zile za Nollywood na kadhalika na nini, bado za kwetu zina quality ya ujumbe, storytelling na kadhalika. Sasa ndugu zangu, mimi nina faraja sana ya kuwa miongoni mwenu kwa hatua kubwa sana mliofika, na honestly wako wachache sana Afrika ambao pamoja na kwamba walitutangulia, lakini tunalingania nao sasa hivi kwenye masuala ya filamu na tasnia ya uigizaji. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwa miongoni mwenu, na haya ndio mambo ambayo yanafanya hii tasnia inapata sababu ya kuwa na kuendelea zaidi na zaidi. Recognition, acknowledgement, ile hali ya kutambua mafanikio ya wenzenu.
Sasa nimeambiwa kwenye risala Katibu Amina amesoma. Nataka nimwambie iko pale risala, nimeipokea. Nimepokea salamu zile zote. Kuna mambo kadhaa nimeletewa pale, lakini pia na changamoto. Najua kwamba maafisa wanaoshughulika na masuala ya utamaduni na sanaa kutoka ofisi yangu wamo humu ndani. Naomba kama wapo wasimame niwaone. Haya. Sasa tutafanya kitu kimoja. Hii risala mtaichukua nyinyi, alafu mimi naomba kwamba ndani ya wiki 2 uongozi wa chama cha waigizaji wa Morogoro, badala ya kunipa hii risala nimeipokea, mwenyekiti na timu yako njooni tuzungumze uso kwa macho tujue tunafanya hivi. Yako maswala ambayo pale tumezungumza, kwa mfano ukosefu wa mafunzo. Hilo katibu mkuu kanijibia. Ukosefu wa ufadhili. Lakini tunajua kwenye mambo haya ufadhili huwa haukamiliki ukatosheka moja kwa moja. Kwa hiyo kama tunatafuta ufadhili mkubwa na mpana zaidi, na inahitajika nguvu ya mkuu wa mkoa ili tuweze kuwafikia hawa wafadhili, mimi nataka niwahakikishieni kwamba mimi na nyinyi ni kitu kimoja katika hilo. Lingine ni hili la Lifetime Achievement Awards. Hizi ni tuzo kubwa sana. Na nitaka nimwambie tu MC wangu, mwalimu, kwenye Lifetime Achievement Awards, unapompa mtu Lifetime Achievement, lazima usome yale mafanikio yake kwanza. Sasa umewataja wasanii ambao wanatokana na Morogoro 8, na waondoa wale ambao hawakuja. Lakini unapotaka kumpa Lifetime Achievement Cheka Francis au Twaha au Afandesele, kwanza jikite kama dakika 3 mzungumzie kwanza. Usimlete kama unamleta nani tu. Hapana. Kwenye Lifetime Achievement Awards kote unaanza unasema alizaliwa hapa, ni mtu wa Morogoro, amefanya hiki na hiki na hiki. Alafu ndio unamleta, tunampa tuzo yake aende nayo nyumbani. Sasa kwenye hizi awards tumuombe Mwenyezi Mungu uhai na uwezo. Nimeyasikia mwakani 20 na 26 tufanye mambo makubwa sana zaidi kuliko haya tuliyofanya leo. Na mimi nakuombeni mkinitaka niwe mgeni rasmi kama nipo. Maana mambo haya huwezi kujua, yanaweza kubadilika kesho tu. Lakini hata kama sipo, mkinialika nitakuja. Na kama hamkunialika nitajileta mwenyewe. Kwa sababu wana Morogoro na mimi kitu kimoja. Sasa mwakani tufanye kitu kikubwa zaidi. Na tupeane taarifa kabla muda mrefu. Na namwambia dokta pale, nenda kawaambie wakubwa zako kwamba jambo hili kama hili la Morogoro hamlipati sehemu nyingine. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwamba wamekuagiza. Najua hizi nyakati zina mambo mengi, na ndio kwanza tumetengeneza serikali, kwa hiyo kila mtu yuko busy kwenye jambo lake. Lakini haya mambo ya risala zilizokuja, yale yanayokuhusu kwenye wizara yako, wala si mtumi yule bwana akaja peke yake, nitamleta mimi kwa Kabudi. Simple kwa sababu ya jambo moja. Mmesema nyinyi kwamba mkoa wa Morogoro una mchango mkubwa sana kwenye masuala ya sanaa, filamu na uigizaji. Nimeshukuru pale mmemtambua Banzi na wenzai kama hivi, lakini lazima muwataje watu wawajue. Na wako wengine wengi. Kwa hiyo tutakwenda kuboresha
quality, kiwango cha hizi tuzo, lakini zaidi sana ni kwamba wako wasanii wengine. Nimefurahi kwanza pia kwamba katibu kwenye risala yake amesema chama cha waigizaji wa Morogoro ina wanachama 2030, if I'm not wrong. Hiyo sio namba ndogo, hiyo sio namba ndogo. Sasa mimi nakuombeni kwamba sio lazima wanachama wote wawe waigizaji kwenye hicho chama chenu. Kuna watu wengine wanaweza akawa ni wanachama wa heshima tu, wanaitazama fani yenu, wanaipenda, wanapenda kuwa sehemu yenu bila wao wenyewe kuwa waigizaji. Sasa hata kama labda mna gharama za kuwa wanachama kwenye chama kama hicho, basi na wao wapigeni hizo. Kama wanachama ni shilingi ngapi sijui kwa kila mwaka kwa kila nini, na wao I assure you kwamba mtapata wanachama wengi sana ambao sio lazima wawe waigizaji, lakini wanaiangalia kazi yenu na wanaifurahia na wanatamani kuwa sehemu ya mafanikio yenu. Sasa nataka nikwambieni, mmoja katika watu hao ambao anawapenda sana na anayaona mafanikio yenu na mnaitangaza Morogoro, anawaona, na kama mkiwepo katika jambo kama hili leo, hawa waliojitokeza tu hapa, watu 8 tuliowapa tuzo za heshima, wanapeleka ujumbe mkubwa sana Morogoro. Wanatakiwa kuwa wanachama wa chama hiki. Sasa sisi wengine tunawaona, tunawapenda na tunawatambua, sio waigizaji, lakini tungependa kuwa miongoni mwenu kama watu wanaowatazama na kuwatambua. Mmoja katika watu hao ambao anawashukuru sana anaitwa Adam Kigoma Malima. Na mimi nasema hivi, kwenye wanachama wenu sijui mnatozana shingapi kwa mwaka gharama za kuwa mwanachama wa chama chenu cha uigizaji mkoa wa Morogoro? Shilingi 24,000. Haya, sasa miaka 10 ni 240,000. Miaka 20 ni 480,000. Miaka 25 ni kama 500,000 hivi. Sasa mimi naomba nilipie wanachama wa miaka 25. Leo na miaka kama 60 hivi. Kwa hiyo mtanidai ada yangu nyingine baada ya miaka 25 kama nitafika hiyo miaka 85. Alafu tuweke orodha ya watu wengine ambao nyinyi mnadhani wanatakiwa kuwa wanachama wa chama chenu. Twende tukawafinye, ili mtakapohitaji kuwashike mkono, watawashika mkono kama wanachama. Nawashukuru sana, nisiseme mengi ila nijibu jambo moja. Yale matokeo ya Algeria leo, ile ni fahari kubwa sana kwa Watanzania. Naomba niwape pongezi sana Yanga Afrika.